Asante. Wazazi wa kijana Rex, familia, wenzangu viongozi, Mheshimiwa Gavana na viongozi, my brother Eugene, nitakuwa mfupi sana kwa maana. Kwanza kabisa, tukio hili ni tukio ambalo haliwezi kukubalika kwa nchi ambayo inaita nchi ya demokrasia. Tuna uchungu mkubwa sana, uchungu kama nchi, uchungu hata kama jamii, kama vile gavana akiongea, kama mama ameongea hapa, kumpoteza huyo kijana. But we are saying kwa kimombo, the death of Rex Kanyike Masai will not go down in vain. He has contributed to change the way this country is governed forever. Mwaka jana watu vijana 75 walilazwa chini na bunduki za risasi la Kome na Bungei. Mwaka huu kijana wakiongoza majensi katika maandamano yenye amani tupu, walibeba tu chupa ya maji, bendera ya Kenya. Kwanza ni halali, si halali kabisa kumpiga mwananchi wa Kenya ambaye anajifunika national flag. Bendera ya Kenya is sacrosanct. Kijana akauawa, lakini Masai kwa wa kwanza katika yale ambayo yametokea kama mauaji ya vijana 41. Russo alikuwa amesema ni watu 6 peke yake. Mimi nilipata fursa ya kwenda kwa City Mortuary, kwa Kenyatta National Mortuary, na nikaona vile vijana wengine hata bongo zao zimelupuliwa kama by nuclear bomb katika nchi ambayo inaita nchi ya demokrasia. Kwa hivyo leo tukimsindikiza huyo kijana, mimi nimesikia Ruto nikija hapa akihutubia taifa, yale amesema kwa mfano ni kwamba ataunda tume, another tume ambayo to report in 3 months. Pastor Dickens, I thank you. Huyo kijana alivyosema pastor, and I think we are also seeing generational change within the church itself. Fearless, truthful church leaders, young as a Gen Z. Kusema kwamba atavunjilia mbali mashirika 47. Yale hakusema ni kwamba ana mpango Kenya Airways iwe moja wao ambao wanataka kuuza, wanataka kufanya deal on Kenya Airways. Ruto, usidhubutu to take the national carrier the way you have taken some other companies and parastatals. We have just to sound that warning. We want to say in no uncertain terms that what the Gen Z has done has captured world attention. Nimeona majensi kwa Al Jazeera, nimeona those peaceful demonstrations kwa CNN headline news, kwa BBC, France television, the world, Sky News. What has happened in Kenya has dramatically changed the way this country is governed. Mr. Ruto, the announcements you made today are too little, too late. Na wananchi wanasema they want real change once
and for all. Wangapi wanakubali hiyo kwamba it is now or never? Vijana bado mapambano, sio? Vijana musilale, bado mapambano, bado mapambano. Sasa we are almost there. Mheshimiwa Waziri Kindiki akanukuliwa jana kwa runinga akisema kwamba wale ambao waliingilia maandamano ya vijana wa Gen Z walikuwa hirelings na wanasiasa fulani fulani. When I was called by Mr. Gaidho, I told him, tell them that is called hogwash. If you have evidence that any of the national leaders have been involved with Gen Z, do not hesitate. Tuko tayari, tukamate, tuone exactly what it is, what evidence you have. Hatuogopi. We love this country. What has happened instead, nina kijana ambaye anaishi Gachie, aliona watu wa Gachie, a lot of them walikataa, lakini wengine wakapatiwa marungu na pesa. Kwendeni mkaharibu maandamano ya amani ya Gen Z, vijana waonekane wao wamegeuka kuwa wahuni. This has been state sponsored terrorism, kuharibu maandamano ya amani ya vijana. Sifadhaike. Kijana amelala huyo, young, the whole future before him. And we have heard the painful story. Thank you, Governor Wavinya, for what you have done and for saying you are going to name one street after this young man. But what he has done is beyond Machakos. It is captured world attention. Ndio sisi kama Azimio tulisema, we will not try even to enter the Gen Z space. We are going to leave that because we have not had anything to do with it. What Raila na mimi na kina wenzetu wa Azimio tulifanya mwaka jana, we could not even get to the central business. Nyinyi muliingia kule na mkatawala. Muliingia na mkatawala. Sasa 204 members of the National Assembly walipiga no. Walipiga yes. How many of them? 204. 204 ndio walipiga yes. Consider this, Gen Z. Amesema, I'm not going to enter your space. But we have said that if they don't accept the fact that Parliament, the sanctity of the national institution called Parliament, and in this case the National Assembly, was impeached by the people of Kenya. Walipoingia kule, authority ya bunge ya taifa, National Assembly, was undermined, was compromised. Now how can you sit in an institution like that? Bwana Ruto nasema sign into law immediately. I was expecting kwamba utakuwa umesign the IEBC Amendment Bill 2024 ndio tuwe na IEBC. Tukiwa na IEBC in place, basi do what Macron in France has done, do what Rishi Sunak did. The Conservatives were wiped by Labour. Labour akapata viti 410. Conservative has recorded the worst ever performance tangu Uingereza iwe kama nchi aina hiyo. We therefore invite Ruto announce a snap election. Watu hawezi kungojea. If you are not resigning, then announce a snap election. Wangapi anakubaliana na mimi? Wangapi anasema Ruto aonde? Ruto must. Sio Kalonzo anasema hiyo, ni Kenya nzima.
including Rift Valley kwenyewe. We saw an attempt in Eldoret kujaribu kurudisha nchi hii nyuma by asking a few people wajihami, and I hope the world is also watching. That is how the story of Madoadoa ilianza 2007. We will not agree this country to go that way. The International Criminal Court is watching, na hatutakubali mauaji ya kikabila tena. And here you are saying, I agree with Ruto on one thing. He has said the conversation has been there. He said when he was campaigning, the national conversation has changed. People are talking about ideas, not about tribalism. Yes, the conversation, Mr. Ruto, has changed. And Kenyans are telling you, you either end corruption today, which is impossible, ama unaenda nyumbani. Because hiyo mambo ya corruption ndio kijana inamfanya huyu alale hapa. Na tuna machungu zaidi. Kwa hivyo mimi nawaomba tu tukubaliane Gen Z. Pengine sasa the 204 constituencies. Hey, mimi I will recommend if there is a snap election, nataka vijana Gen Z mujitokeze, muondoe wale, muondoe hao, muondoe hawa. Wangapi mko tayari kwa hivyo? So the country's future is bright, is now bright because of Gen Z. Finally, kanisa, the church in Kenya. Please don't accept to be called to State House, to be compromised. The world is watching. And we don't want, therefore, this young generation. Yeah. Because I've got this from very reliable sources. Kwamba weekend mutaanza kuambiwa, oh sasa ombieni nchi, ombieni hivi. We want the church to reclaim its position. Remember what the Bible says. You are the salt of the earth. Na kama chumvi basi inapoteza ladha, what will happen? And we got to a stage where we are saying, if the foundations are so shaken, what can the righteous do? What can the righteous do? So, kijana alale vizuri. Mama, I agree with Governor Wavinya. Don't curse anybody. The Bible says, leave vengeance to me. God says, leave vengeance to me. And you see what will happen. You see what happened. Baba Rex, leave vengeance to God. But there are things we must do. And we are going to have to do. Like luta continua. Luta continua. Luta continua. Until this country is truly liberated. Bwana awabariki.